Warigani mwana familia wangu wa SR Media Plus, ni time nyingine poa tunajoini hapa kuweza kuhabarishana na kujuzana yale ya kimichezo ambayo yanazidi kuhappen huko sehemu mbalimbali, na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kutazamia siku hii ya leo kwenye anga zima la kimichezo ni kuhusiana na mchezo wa Kariakoo Derby, mchezo ambao unatazamiwa kufanyika Machi moja pale visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amaan Complex. Sasa mambo yamekuwa ni mengi kweli mwana michezo wangu kuelekea kwenye mchezo huo wa Kariakoo Derby mara baada tu ya kutoka kwa taarifa ya kwamba mchezo huo umeweza kuhamishwa uwanja kutoka kwenye dimba la Benjamin Mkapa na kupelekwa pale kwenye dimba la New Amaan Complex visiwani Zanzibar. Baada tu ya taarifa hii kuweza kutoka, kumekuwa na sintofahamu kaza wa kaza zikiendelea kujiri kuhusiana na mchezo huo wa Kariakoo Derby. Makubwa na mengi yanazidi kutokea kuhusiana na mchezo huo wa Kariakoo Derby. Kwa upande wa klabu ya Simba, wao wanatoa sababu zao wakioji mambo mbalimbali kuhusiana na mchezo huo wa Kariakoo Derby kupelekwa pale visiwani Zanzibar, lakini pia mashabiki na wadau mbalimbali wa soka na wao pia wakioji imekuwa kuwaje tena mchezo huo kuweza kupelekwa pale New Amaan Complex na sio tena kufanyika Benjamin Mkapa, lakini pia wadau wengine wakisema ya kwamba mchezo huo uweze kubadilishwa ratiba na klabu ya Simba waweze kugomea mchezo huo hapo. Sasa undani wa sakata hili mwana michezo wangu, mimi niko naro hapa, nitakuja kukusogezea moja kwa moja uweze kufahamu yale yote yanayoendelea kuhusiana na swala hili la mchezo wa Kariakoo Derby kati ya timu ya Simba dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Mchezo unatarajiwa kufanyika Machi moja pale kwenye dimba la New Amaan Complex visiwani Zanzibar kwenye majira saa 2:30 za usiku kwa mujibu wa ratiba jinsi inavyoonekana. Lakini kabla sija kusogezea undani wa hii taarifa ya mchezo huu wa Kariakoo Derby, naomba nikukumbusha jambo moja na la kimsingi kabisa mwana familia wangu. Kama wewe bado ulikuwa hujasubscribe channel yetu, kiukweli naomba nikwambie ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa data SR Media Plus. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee sasa kupitwa na hizi taarifa zetu zote mpya za kimichezo, swala ni jepesi kabisa mwana familia wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza hayo maneno mekundu yalo chini ya video hii yaloandikwa subscribe, kisha hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza hiyo alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Maana ukishafanya hivyo wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana hiki ambacho nimekujuza hapo awali juu ya mchezo wa Kariakoo Derby na mambo yote yanayoendelea kuhusiana na mchezo huo wa Kariakoo Derby. Bwana mchezo wangu, yapo mengi ambayo yamejiri mara baada ya kutoka kwa taarifa ya mchezo huo kuweza kuhamishwa kutokea kwenye dimba la Benjamin Mkapa na kupelekwa pale New Amaan Complex. Na haya yote yanatokea kwa upande wa timu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Ni kama vile wao hawaelewelewi imekuwa kuwaje tena mchezo huo kupelekwa pale visiwani Zanzibar na sio tena mchezo kufanyika kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Hapo awali klabu ya Simba waliweza kutuma barua kwenda pale kwenye bodi ya ligi wakioji ni kanuni gani ambayo imeweza kutumika mchezo huo kuweza kuhamishwa uwanja siku chache tu zilizoweza kusalia, wakati kikanuni inahitajika taarifa iweze kutoka siku 21 kabla ya mchezo usika tarehe iliyoweza kupangwa. Sasa wao kama bodi ya ligi wameweza kutumia kanuni gani za kuhamisha mchezo kutoka kwenye dimba la Benjamin Mkapa kuelekea pale kwenye dimba la New Amaan Complex lililopo visiwani Zanzibar? Lakini pia kwenye barua hiyo ambayo klabu ya Simba waliandika kwenda kwenye bodi ya ligi walihoji ni sababu gani ambazo pia ziliweza kupelekea mchezo huo kuweza kuhamishwa uwanja kutoka kwenye dimba la Benjamin Mkapa kuelekea pale kwenye dimba la New Amaan Complex. Sasa swala hili limeweza kumuibua msemaji wa bodi ya ligi Boimanda kuja kutolea ufafanuzi juu ya sababu za kimsingi ambazo zimeweza kupelekea mchezo huo kuweza kuhamishwa uwanja kutoka kwenye dimba la Benjamin Mkapa na kupeleka pale kwenye dimba la New Amaan Complex visiwani Zanzibar. Miongoni mwa sababu ambazo
ambazo aliweza kuzitaja ni kwamba dimba la Benjamin Mkapa March 1 kutakuwa kuna shughuli nyingine ambayo inaendelea, jambo ambalo alitawezekana kwa mchezo wa Kariakoo Derby kufanyika hapo kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Na shughuli ambayo ameweza kuitaja kutakuwa na mashindano ya Kuluhani. Kama ninavyofahamu tupo kwenye mwezi mtukufu na kuna kuaga na utaratibu ya mashindano yale ya Kuluhani ambayo huwa yanafanyika kwenye miezi kama hii hapa kwa upande wa ndugu zetu wale Waislamu. Sasa tarehe hiyo 1 Machi kutakuwa kuna shughuli hiyo kubwa pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa, huku mgeni rasmi akiwa Rais wa Mapinduzi ya Zanzibar ndio atakuwa mgeni rasmi kwenye kongamano hilo. Hivyo mchezo huo ndio maana umeweza kuhamishwa kupelekwa pale New Amaan Complex visiwani Zanzibar. Lakini pia kuhusiana na sakata la kanuni hipi imetumika kuhamisha mchezo huo kuelekea pale kwenye dimba la New Amaan Complex na sio tena kufanyika kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Kama ninavyofahamu kanuni inasema ya kwamba mchezo inabidi uhamishwe siku 21, taarifa itoke ya kuhamishwa kwa mchezo siku 21 kabla ya tarehe iliyopangwa mchezo kuweza kufanyika, au siku 7 kabla ya tarehe husika ya mchezo kuweza kufanyika. Kwa kile ambacho bodi ya ligi wameweza kukitoa, maana taarifa yao ya kuhamishwa mchezo imetoka tarehe 16. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo kuna zaidi ya siku kama 12 ambazo ziliweza kusalia kuelekea kwenye mchezo huo wa Kariakoo Derby. Bila shaka ukweli wa mambo na kanuni imeweza kujieleza vizuri. Lakini pia kupitia afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba bwana Ahmed Ally, na yeye aliweza kuthibitisha ya kwamba klabu ya Simba ndio waliweza kuandika barua kwenda pale kwenye bodi ya ligi wakioji masuala hayo nilokusogezea hapo mwanamchezo wangu kuhusiana na kanuni zilizotumika kuhamisha mchezo, lakini pia ni sababu gani za kimsingi zilizoweza kupelekea mchezo huo kuweza kuhamishwa. Sasa baada ya hili kuweza kutamatika, sasa limeibuka swala jingine ambapo klabu ya Simba wameweza kuhoji juu ya mchezaji Mohamed Damaro, mchezaji wa timu ya Yanga Sports Club, kuhusiana na uhalali ya yeye kuwa na uraia wa Tanzania. Mara kama ninavyofahamu mchezaji huyu aliweza kubadilisha uraia na kuwa Mtanzania. Hivyo klabu ya Simba wao wamehoji wakihitaji ufafanuzi zaidi kuhusiana na mchezaji huyo Mohamed Damaro, huku akitoa sababu zao mbalimbali ambazo aliweza kuziorozesha hapo na kwenda pale kwenye bodi ya ligi ili kuweza kuchunguza juu ya uhalali wa mchezaji huyo Mohamed Damaro, akitumika kama mchezaji mzawa na sio mchezaji wa kigeni ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Yapo mengi ambayo yanajiri kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby, na yale yote atakayoendelea kujiri sisi tutakusogezea moja kwa moja kupitia hapa ACR Media Plus. Cha kufanya sasa hivi hakikisha unakwenda kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote ni kwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii iliyoandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya michezo ambayo sisi tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa ACR Media Plus.